Kwa majina naitwa Eric Renatus Mombeki, niko hapa kwa ajili ya kupiga story na rafiki yangu hapa kuzungumza mambo mbalimbali yanayohusu vijana. Ndugu yangu, ungependa ujitambulishe, wewe ni nani, unafanya nini na una kazi gani? Alafu tuweze kuzungumza mambo kidogo. Naam, asante. Kwa jina naitwa Eric Shingashinga Dennis, ni HR officer katika kampuni ya Mohamed Enterprises Limited, lakini pia ni mwanzilishi mwenza wa taasisi ya Human Career and Empowerment Hub. Naam. Wewe kama kijana, tumeona umegraduate mwaka gani, na sasa hivi unakuta kwamba kijana anamaliza chuo lakini anachukua muda mrefu kupata ajira, miaka 7, miaka 6. Wewe nini mafanikio yako, au ulikuwa una connection au ulikuwa na nini? Hebu tuambie. Asante mtaalamu kwa swali zuri. Ndugu mtazamaji, sikuwa na connection. Kitu ambacho nilijifunza ni kitu kimoja: mwanafunzi au mtu yeyote lazima uwe na malengo. Kisha kuwa na malengo, ni lazima uweke mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba una achieve malengo yako. Kwa ni lazima mwanafunzi ujue kwamba ni kwa namna gani ambavyo naweza nikazifikia fursa. Mimi nimegraduate mwaka 2025, lakini nikapata kazi baada ya kugraduate. Ni kwa sababu nilijua namna ambavyo fursa zinapatikana kupitia kuinteract na wataalamu mbalimbali ambao wapo kwenye karia yangu, lakini pia nilizifahamu platform ambazo zipo mahususi kwa ajili ya kutangaza fursa za ajira na mimi mwenyewe kujitengenezea personal brand. Hiyo ilinisaidia mimi kuweza kupata opportunity baada ya kuhitimu masomo yangu ya chuo kikuu, na hivyo mwanafunzi ambaye yupo masomoni au muhitimu akitumia njia hiyo, naamini itamsaidia moja kwa moja katika kufanikisha ndoto zake. Mfano, baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakisema kwamba mbona mimi nimesoma survey, nimesoma environmental study, lakini sioni opportunities zikitangazwa. Ni kwa sababu hajui ni platform gani ambayo inatangaza fursa za namna hiyo ambazo zinaweza zikamsaidia kupata opportunity pale ambapo anamaliza masomo yake anapomaliza. Naam. Okay, asante sana, umeeleza kwa upana zaidi. Ningependa kujua, ndio, sasa hivi wanafunzi wa vyuo vikuu wanakumbwa na tatizo moja la uchawa. Wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati wamekuwa machawa sana wa vyama vya siasa. Wewe unafikiri kwamba hii mwanafunzi badala ya kutumia knowledge yake kuleta maendeleo kwa jamii, yeye anaona kwamba uchawa ndio mzuri ili aweze kupata fursa ya uteuzi katika nafasi fulani? Wewe unazungumziaje hilo? Asante sana mtaalamu Mr. Eriki. Swala la uchawa limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa vijana wa Kitanzania. Wengi wamekuwa wakiamini kwamba kupitia uchawa, mimi nikiwa chawa wa mtu fulani au chawa wa chama fulani nitapata opportunity, jambo ambalo si kweli. Yani ni mentality ambayo wanajijengea, lakini haina positive impact au direct impact kwenye career zao au kwenye mafanikio yao. Kitu ambacho ningewashauri vijana wa Kitanzania au hata nje ya Tanzania ni kujikita katika kutengeneza network, kujifunza na kuwa na exposure na wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kuwasaidia kuwavusha, especially ambao wapo katika career zao. Kwa mfano, mimi naweza nikawa chawa wa Eric Mombeki kwa sababu ni mtaalamu wa rasilimali watu ambaye namfahamu kwamba anaweza akanisaidia kupata opportunity, au kupitia kujifunza anaweza akanidirect kwamba ni njia zipi ambazo naweza nikapita ili kuweza kufikia malengo yangu, ila sio kuwa chawa wa mtu fulani ambaye naamini kwamba hayupo kwenye network yangu au hayupo kwenye career yangu, hawezi kunisaidia. Kwa mimi nawashauri moja kwa moja mtaalamu kwamba uchawa si dili. Uchawa sio dili. Ni bora niwe chawa wa platform kama Site HR ambao naenda kujifunza mambo ambayo yataendelea kunikuza, ambayo yatanisaidia mimi kuachieve malengo yangu. Naam. Ndugu mtazamaji, umesikia, uchawa sio dili. Uchawa sio dili. Asante sana. Sasa ningetaka kujua kwamba kuna wanafunzi wahitimu wengi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wamekuwa wakitupia lawama serikali kwamba haiajiri, haitoi ajira, lakini serikali hiyo ndiyo ilikuwa ikiwafadhili, ikiwapa mikopo pamoja na pesa za kujikimu. Wewe unahisi kwamba hizi lawama zinazotupwa kwa serikali, ni kweli serikali inapaswa kutupiwa lawama za namna hiyo, isipokuwa wale waliopatiwa elimu na ujuzi hawajawahi kuisaidia serikali? Wewe unashuhudu kwamba hiyo ikoje? Mtaalamu, nashukuru sana. Kwanza niseme kwamba wanafunzi au wahitimu wanapaswa kubadili mentality kwamba hawatakiwi kuilaumu serikali. Kwanza serikali imewasomesha
imewapa sapoti ambayo imewawezesha wao kumaliza masomo yao. Wanapata boom, lakini wengi wao wamekuwa wakipata boom na kutumia kwenye matumizi ambao yawasaidii kwa kupata luxury life. Lakini watu ambao wamekuwa na misingi mizuri wamelitumia boom kulipa ada, na wengine imewasaidia kufungua biashara. Lakini niseme kwamba serikali inaajiri, na kuna vijana hao ambao wanahitimu na wenzao kutoka kwenye hiyo miaka ya masomo wanapata opportunities. Wale ambao wanalalamika ni wale ambao wanakaa hawajui ni njia zipi wazifanye ili waweze kupata hizo opportunity. Mfano, mtaalamu, mwanafunzi wa chuo kikuu anamaliza, ajui namna ya kutumia Google Meet, ajui namna ya kutumia email, ajui namna ya kutumia Google Drive, ana CV. Mwanafunzi huyu hawezi kuajirika, na serikali au kampuni yoyote inahitaji mtu ambaye ana uwezo, ambaye ana sifa, amekizi vigezo. Kwa hiyo wale ambao wanalalamika ni wale ambao hawana vigezo, na wataendelea kutokuwa na qualify kwenye opportunity mbalimbali ambazo zinajitokeza serikali na binafsi, kwa sababu hawapo tayari kujifunza. Asante sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tunaweza kupata picha hapa kwa pamoja, kwa maana ya kwamba kabla hujailaumu serikali kwamba haitoi ajira, wewe kwa elimu uliyoipata, elimu ya degree, elimu ya diploma, umeitumia vipi kuisaidia serikali? Umeitumia vipi elimu yako kuisaidia serikali na jamii ambayo inakuzunguka? Kwa hiyo mpaka hapa nakushukuru sana. Asante kwa muda wako Mheshimiwa Bwana Shinga. Mpaka siku nyingine tutakapokutana, basi tutaweza kuzungumza mambo mengi kada wa kada, kede wa kede, kuhusu na taaluma mbalimbali za watu. Asante sana. Karibu sana. Asante.